Kibojo. Tukija katika upande wa pili, timu yetu ya taifa imeita kikosi na tayari kimeingia kambini nafikiri. Bila Aishi Salum Manula, Tanzania wani, mtu ambaye ni tegemeo kubwa sana kwenye taifa letu. Unadhani ni nini kilichofanyika? Ni mabadiliko ya kimbinu, ni kutokuhitajika? Naam, ni kweli kikosi timu ya taifa kimeitwa na kimeshaingia kambini na so far so good. Wataelekea mkoani Tanga kujiandaa na mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco. Hakika ni mechi ngumu sana. Kambi imewekwa mkoani Tanga katika vile viwanja vya TFF ambavyo vilitengenezwa chini ya Wallace Karia, ambaye so far so good mpaka sasa kwa upande wangu ni miongoni mwa marais bora sana wa TFF kwa kutokea. Wallace Karia, shout out sana boss, unafanya kazi bora sana, mimi nakupongeza sana. Tangu uwepo wako ligi ya timu ya taifa imeongezeka sana thamani. So far so good. Story kubwa ni kuachwa kwa golikipa wa Simba Aishi Salum Manula, na badala yake pia ameitwa golikipa wa Simba Ali Salum Katoro. Pia ameitwa yule Masaranga golikipa wa Dodoma, alikuwa Dodoma Jiji na Singida Big Star, au sio bwana? Sasa so far so good. Kuachwa kwa Aishi Salum Manula kunatokana na consistency yake ya kuaminiwa katika kikosi chake cha Simba Sports Club. Kumekuwa kuna maneno mengi sana kuhusiana na Aishi Salum Manula. Kocha Morocco anamhitaji Aishi Manula ikiwa hachezi kwa muda mrefu. Hili ni swali kubwa sana. Sasa tuanze, kwa nini Aishi Manula apate nafasi kunako kikosi cha Simba? Au sio bwana? Kwanza tuanzie mwanzo kabisa. Aishi Salum Manula alipata majeraha kabla ya Simba kumfikiria kumsajili golikipa wa Morocco aitwa Ayubu Lakleit yule Mwarabu, au sio bwana? Baadaye Simba baada ya kupata Aishi Manula majeraha ya muda mrefu wakaona lazima tuende sokoni tukamsajili golikipa mwenye quality, kwa sababu kulikuwa na michezo ya klabu bingwa msimu uliopita na hatua kubwa kabisa wacheza National Area hatua robo finali ambayo Simba aliondolewa, au sio bwana? So far so good. Aishi Salum Manula alirudi. Aishi Manula badala ya kurudi kwenye kikosi cha Simba, kwa bahati mbaya akakutana na mechi ya Simba na Yanga ndio inafuata. Mechi hiyo ambayo Aishi Manula alikuwa bench kwa kipindi kirefu sana, akaenda kuanza kwenye hiyo mechi. Mashabiki wengi walihoji why Aishi Salum Manula akaanza kwenye mechi ngumu ikiwa ametoka kwenye majeraha, wakiwa na doubt fitness yake. Match fitness hana. Baada ile mechi Simba ikapigwa goli 5 na mpinzani wao Dar es Salaam Young Africans. Ushanielewe? Mechi ambayo badala ya kuisha mechi Simba na Yanga mmoja akifungwa goli nyingi, hutokea maneno mengi sana kutokana na siasa za mpira wa Simba na Yanga nchini Tanzania. Yakaanza story kwamba kuna watu wamehusika kuuza ile mechi. Hizi za ndani naweza kuambia mimi. Za ndani. Kulikuwa kuna majina yanatajwa yamehusika kuuza mechi ya Simba. Na unafahamu ni heri Simba afungwe na Azam kuliko kufungwa na Yanga. Sasa mtu wa kwanza kuwa suspected, zilianza story kwamba golikipa amehusika kwenye uzaji wa mechi. Nakumbuka stories zilikuwa nyingi. Story nyingine akaonekanika Mwamba wa Lusaka na yeye alihusika kuwa duka. Story nyingine kahusika Enoch Inonga, huenda alihusika kuwa duka. Lakini all ni all, mpira wa miguu hata Ulaya tunaona siku ukipotea unapigwa hata 6-7. Juzi Simba ameshinda goli 6 naye amenunua mtu. Ukipotea unapigwa tu. Ukipotea unapigwa tu, hamna sababu ya msingi. Sasa aliyekuja kuvuruga kabisa alikuwa kocha wa Simba, kocha wa magolikipa wa Simba anaitwa Kadilona, ambaye aliondoka msimu uliopita. Sawa. Katika mahojiano yake alisemaje Kadilona? Kabla mechi ya Simba na Yanga, Simba kupigwa goli 5, ilitoka maamuzi kutoka juu golikipa aanze Aishi Salum Manula. Lakini mimi kama golikipa, kocha wa magolikipa, nilimfuata Aishi Salum Manula binafsi kwamba Manula nakuomba mechi usifanyaje? Usicheze kutokana huna mechi fitness. Kauli hii ikachagiza kwamba kweli zile goli 5 zilitengenezwa mazingira. Zilikuwa kuna mazingira kwamba kwa nini Aishi pamoja na kocha wa makipa alimfuata na kumwambia kwamba 1 2 3. Sasa Ayubu pia akaja akaumia. Sasa ndio ilikuwa wakati wa Aishi Salum Manula kupata namba. Simba ikaenda tena dukani. Sawa. Kumleta Musa Kamala Pinipini, ambaye Musa Kamala Pinipini mechi yake ya kwanza kila mshabiki wa Simba akasema yes, yule golikipa tulikuwa tunamhitaji siku zote ndo huyu hapa. Yule goalkeeper tuliokuwa tunamhitaji siku zote ndo huyu hapa. Mtazamaji wa Kilicho Bora na Sahihi Dar Town TV, kama kwanza ndo unajiunga na sisi, kipindi hewani ni Dimba la Michezo. Kidimba
Niko na Big Boy Joe, mchambuzi na mbobezi kwenye masuala ya soka, akitupitisha barabara ya soka kujua ni nini na undani wa taarifa mbalimbali za kimichezo barani Afrika kwa ujumla, lakini pia tutafika na Ulaya. Kama ndo kwanza unajiunga na sisi, usisahau kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili kubaki na sisi kwa taarifa zetu mbalimbali. Tunazungumzia kufika kwa Musa Pinpin Kamara, mkombozi Kimpini, ambaye amekuwa ni kipenzi na chaguo namba moja la mashabiki wa Simba. Musa Kamara amekuja kufanya kitu extra kwa sababu kipindi Aishi Manula na Ayub Clay wapo kwenye klabu ya Simba kama ni magolikipa topu wa klabu ya Simba. Yanga wana Djigui Diarra, ambao siku hizi wanasema wanataka magolikipa ambao ni maswiper, ambaye golikipa swiper ni neno gani? Golikipa ambaye ana footwork ya mguu. Unaweza kumrudishia mpira akafanya jambo jema. Simu imesogea naye akasogea kwa hesabu kupunguza gap kati yake kutoka kwa madefender wake mpaka kwa goalkeeper, ambacho Diarra alikuwa anakifanya bora sana. Naona magolikipa wa kisasa. Mashabiki wa Simba na kocha na uongozi walipomuona Musa Kamara quality yake, wakasema yule mtu tunayomhitaji ndo huyu hapa. Sasa shida imekuja wapi? Mr. Ludovic Gaitani, waandishi wa habari za kimichezo nchini Tanzania kuanza kumjaza Aishi Salum Manula. Mpira ni mchezo wa wazi. Je, nikikuuliza wewe quality ya Manula na quality ya Musa Pinpin Kamara, wewe ndio kocha wa Simba, unaanza na nani? Anza na Musa Kamara. Kwa nini? Kwa sababu footwork yake, kwa sababu ni goalkeeper wa kisasa, timing yake ni bora sana. Na ukiangazingatia ule kuna msimu ambao Manula alipigwa goli moja na Tanzania Prison na Mbangula pale. Goli moja ilikopo ni very easy goal. Watu wakasema kwamba Manula labda kama sio kulizika ama kuna quality yake imeshuka. Nini Aishi Salum Manula alitakiwa kukifuata? Aishi Salum Manula hakutakiwa kusikiliza waandishi wa habari za kimichezo ambao wengi wamekuwa machawa kwa siku za karibuni. Wameondoka kwenye professional yao, wameenda kwenye swala la uchawa. Mwandishi anasema Simba inatakiwa imfikirie Aishi Salum Manula kwa nini adaki. Simba ichezeshi mchezaji kwa hisani ama kwa huruma, isipokuwepo quality yako ndio itakuweka pale. Kipindi Aishi Salum Manula anadaka, kulikuwa kuna watu wanaitwa kina Benoka Kolanya, walikuwepo, lakini walikuwa watulivu wakiamini kwamba quality anayoonyesha Salum Manula inatosha, huwezi kumweka benchi. Leo ni kikosi gani cha Simba kitaanza umwambie Musa Pinpin Kamara akae benchi alafu aanze Aishi Salum Manula? Kipi Manula itakiwa kufanya? Kuna bwana mdogo Ali Salum Katoro ambaye pia ameitwa timu ya taifa. Hachezi mechi nyingi ndani ya Simba, lakini kaitwa timu ya taifa. Manula itakiwa abaki Simba, awe mtulivu, ajifunze nafasi inapotokea, amuonyeshe kocha kwamba nina kitu hichi na mimi, ili kocha akiweza awe anasema kwenye Azam Federation Cup utadaka Manula, huko utadaka Musa Pinpin. Simba ilifanya rotation wakati anafika Ayub Clay, alikuwepo Ali Katoro, alikuwepo Aishi Salum Manula. Nafikiri na Musa Kamara Pinpin pia alimkuta Clay. Bado wapo still mpaka leo. Mpaka leo yupo. Niliona ufanyaji wa kazi wa ufanyaji wa kazi wa kocha aliyeingia, tukizungumzia Fadlu Davis. Alianza kuwapa nafasi kwa rotation kwamba mechi hii atadaka huyu, mechi hii atadaka huyu, lakini rotation ile iliishia kwa Musa Kamara Pinpin. Unadhani ni kipi ambacho kocha wa Simba alikuwa anakitafuta kwenye rotation ile? Naam, kwanza kazi kubwa ya goalkeeper ni kama yenyewe ninavyosema, goalkeeping ni mlinda mlango, au sio bwana? Lazima una quality kubwa sana pale mabeki wako wanapokuwa wamepoteana, lazima uonyeshe kwamba golini pia kuna mtu mwingine wa mwisho kabisa, au sio bwana? Musa Kamara, kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Kipindi Simba inaenda kwenye Simba Day, ndo Ayub Clay akapata majeraha. Pale Simba wakasema pamoja Ayub Clay amepata majeraha, hatuwezi kwenda na Aishi Manula tupu kwa kile alichotuonyesha before. Kama tumtafuta golikipa mwenye daraja lingine. Musa Kamara anakuja. Musa Kamara first game, kila mshabiki anasema yule tulikuwa tunamtafuta kama Diarra ndo huyu. Sijui unanielewa? Na ukicheki Kamara anamzidi vitu vingi Manula, kuanzia footwork yake, umakini wake wa goli. Nataka nikwambie tu mechi ya Simba dhidi ya Al Ahly Tripoli ambayo iliamua kwenda hatua makundi ya kombe la shirikisho, ilifanywa saving na Musa Kamara dakika 89 na Mabululu hapa na hapa. Kwa Mabululu kama akiweka ile goli, Simba likoenda hatua ya makundi anaondoka. Lakini Mabululu inapigwa hapa na hapa, Kamara anaipiga ngazi
na kuifanya Simba inakuwa salama. Anakuja Edwin Barua anatandika msumari wa 3 na mechi inaishia hapo. Sijui unanielewa? Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kwa Aishi Salum Manula bado ana nafasi sana. Kwanza awe mvumilivu, aachane na propaganda za kwenye mitandao, akubali kwamba kipindi hiki Musa Kamara amenizidi. Kama kina Salum Katolo walivyokubali, kama kina Ayubu Lakle walivyokubali, kuliko kufanya kwamba leo nimeumia kwa sababu kinachoonekanika. Kwa nini kabisa Aishi Manula hajaitwa kwenye timu ya taifa? Hayupo hata kwenye kambi ya Simba kwa muda mrefu, hata kwenye lile benchi lile akai. Sasa watu hawezi kukuita ukiwa unatokea nyumbani. Mbona kwenye mechi ya kufuzu AFCON dhidi ya Guinea ambayo tulitoa Guinea hii ya Musa Kamara, adaka Aishi Salum Manula? Kwa nini alikuwa kwenye benchi? Sijui unanielewa? This time alone Aishi Manula kila siku unaambiwa anaumwa. Nini za ndani ambazo mimi nimezipata? Aishi Salum Manula anaifanyia mgomo na so far so good. Kuna klabu kubwa tu nchini Tanzania na mhitaji Aishi Salum Manula ambao wanajipanga kwenda michuano ya kimataifa msimu unaokuja. Inaitwa Singida Big Star. Wapo kwenye mawindo makubwa sana na Aishi Salum Manula. Pia wanamuinda Kennedy Musonda kutaka kuimarisha, kwa sababu Singida ana uhakika kwamba mwakani Tanzania itapeleka timu 4 AFCON. Kwenye ligi ya vilabu bingwa vitenda 2 na kombe la shirikisho tenda 2, na so far so good went top 4 wapo. Kwa hiyo wanataka kuiandaa kikosi fulani. So Aishi Salum Manula sifa yake kurejea kwenye timu ya taifa, anatakiwa acheze na kucheza kwa kipindi hichi ambacho ligi inaendelea. Awe mvumilivu, asikubali maneno ya kwenye mitandao kwamba yeye ni bora kuliko Musa Kamara na anafanyiwa majungu. Hichi kitu kitampoteza sana. Mpira uchezwi kwenye maficho, mpira unachezwa hadharani. Kuna kipindi wenzake kina Benoka Kolanye walikubali Aishi Manula ni top na walisema yes. Na sasa hivi Aishi Manula akubali kwa golikipa namba 2 nyuma ya Musa Kamara. Lakini kama atafuata maneno ya watu kusema mimi na wanafanyiwa chuki nimemzidi Kamara, hapo atakuwa anajidanganya sana, na akifanya masiala ndoto zake zitakuja kuzimika mara moja. Unaiona nafasi ya Aishi Salum Manula kuendelea kubaki Simba? Na kama ni ndio, uniambie kwa nini, lakini kama ni hapana, uniambie kwa nini mpaka sasa hivi Simba hawajamwachia Aishi Salum Manula? Ni swali zuri sana. Simba kwanza ina mkataba na Aishi Salum Manula, na Aishi Salum Manula ana mkataba na Simba Sports Club. Sasa swala la Aishi Manula kwamba kwa nini yuko Simba, kwanza swala la kwanza ana mkataba na Simba, na Simba haijapokea ile ofa inayotaka kutoka kwa watu kumuuza Aishi Salum. Sababu kama unamhitaji mchezaji, kama kuna ofa yangu niwekee mimi nilizike nayo. Hawajakutana na ofa ya namna hiyo. Pili, ukiniambia Aishi Manula ana nafasi ndani ya klabu ya Simba ya kuendelea, kwa mtazamo wangu Aishi Salum Manula sasa hivi hana nafasi kwenye klabu ya Simba. Kwa nini? Manula anataka kucheza, tena acheze sana. Manula si golikipa wa daraja. Manula sio golikipa mdogo hivyo, lakini amekuja golikipa mkubwa kuzidi yeye. Real Madrid wameingia katika headlines wiki hii baada ya kufanya makubwa na kocha wake pia kufanya makubwa. Hii ni baada ya performance yake kuwa nzuri sana, lakini tunaiona ligi ya ndani kati ya Vinicius Junior pamoja na Kylian Mbappe ambao wao wanashindana kufunga magoli mazuri. Lakini cha tatu ni kauli ya Carlo Ancelotti ambaye yeye amezua gumzo baada ya kauli yake ya utata ambayo ameizungumza. Tukianzia hapo katika Real Madrid, una kipi cha kuongea kwa haraka maana muda na usio rafiki? Of course, Jumatano iliyopita Real Madrid walikuwa na kazi kubwa sana dhidi ya mahasimu wao kubwa, kwa maana wanaitwa Los Blancos. Wao wanaitwa Los Blancos, wenzao wanaitwa Los Blancos, kwa maana derby ya Madrid inayokutanisha Atletico de Madrid dhidi ya Real Madrid. Mechi ya kwanza iliisha Real Madrid kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Wiki ile Jumanne iliyopita. So Jumatano iliyopita hii sasa nao ilikuwa ni zamu ya Real Madrid kwenda kwenye uwanja wa Metropolitano ambao unamilikiwa na Atletico Madrid kwenye marejeo ya mechi ya pili ambayo kuelekea hatua ya 16 bora ligi ya mabingwa barani Afrika. No, ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mechi ambayo sekunde ya 36 kabla hata dakika moja haijatimia, Jamie Carragher mchezaji wa Chelsea anaipatia bao moja Atletico Madrid, bao ambalo linadumu dakika 120. Ila dakika 78 Real Madrid ilipata penalty kupitia Kylian Mbappe badala kuwatambuka mabeki wa Atletico Madrid. Defender ambaye alichezea Real Barcelona aitwa Lenglet akamgusa na kuweka mkwaju wa penalty. Kipindi ile penalty bwana inaenda kupigwa,
Kylian Mbappe ndo alikuwa ni penalty taker ambaye alichukua ile mpira kutoka kuandaa. Lakini kwa kuwa Vinicius alikuwa anacheza sana na jukwaa, akataka kupiga ile penalty madi our straight mashabiki wa Atletico Madrid ambao walikuwa wakimzomea kila wakati anaposhika mpira. Bwana, penalty ambayo Madrid angesawazisha mechi ya dakika 90 moja kwa moja Madrid ana qualify. Basi Vinicius Junior anawapigia washabiki juu kabisa na uwanja mzima unalipuka kwa shangwe kubwa na zomea ikaanza kubwa sana na kuifanya game kuwa tough. Dakika 120 zinakwenda ngadu Atletico Madrid anaongoza goli moja, ukiangalia aggregate tasoma 2-1. 2-2. Kule silikuwa 2-1 na hapa kapata goli moja. Kwa ikawa 2-2 kwenye mikwaju ya penalty ambazo ilifanya Madrid qualify kwa penalty 4-2. Penalty ambayo ilizua mtata mkubwa sana ni kati ya penalty ya Juan Alves ambaye watu wengi hawakuelewa kwa nini ile penalty ilikuwa imekataliwa. Jana Villarreal ilikuwa mtu wa kwanza kupata bao mapema kabisa, na so far so good. Kuna baadhi ya Watanzania wenzetu walishuhudia ile mechi, akiwemo Emedi PhD ambaye alipelekwa na Azam TV kupitia La Liga Experience. So far so good. Unaweza kuona mtazamaji hapo kuna picha inapita kati ya Vinicius akiwa na Emedi PhD. Ni jambo kubwa sana kwa sababu pia Vinicius Junior ni FIFA Ballon d'Or winner ambao sio bwana. So far so good, ambaye kule kwenye tuzo za Ballon d'Or alinyang'anywa na Rodri, lakini FIFA nao walimzawadia tuzo ya mchezaji bora wa dunia au sio bwana. Basi Kylian Mbappe alikuwa ni mchezaji ambaye alisawazisha na baadaye akaja akapiga brace. Wazungu wanasema ukipiga bao mbili wanasema upiga brace, ukipiga tatu wanaita hat trick. Kwa jana Madrid waliondoka ushindi wa 2-1, lakini wachezaji wote wanaonekana wamechoka sana. Baada ya ile mechi, kocha mkuu wa Real Madrid Carlo Ancelotti aliojiwa na vyombo vya habari akidai kwamba kwa sasa hivi Real Madrid nayo itaingia kwenye mgomo. Mgomo sasa hivi sio tu wa Simba, sio tu wa National Ahli. Kwa mgomo sasa hivi unahamia mpaka Spain. Kocha mkuu wa Real Madrid amefungua kwamba timu yake imecheza mechi mfululizo kwa muda wa siku nyingi sana. Hawajapata mapumziko ya masaa 72 kwa maana ya siku tatu. Jana ilikuwa ni Jumamosi, sio? Kutoka Jumatano malaki kapumzika Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi kapumzika siku hizi siku mbili. Sema wachezaji wako wamechoka. Hivyo kama hatopata nafasi ya kupumzika siku 3, hapeleki timu uwanjani. Kwa migomo inaendelea. Kwa hiyo unaona tumpe masaa 72 au hana mashiko? Anahoja kwa sababu wachezaji ni binadamu, sio kwamba wao ni mashine, sio kwa maana wao ni robot. Kama katoka kucheza mechi ya dakika 120 Jumatano, Jumamosi anasafiri kwenda Ceramic Villarreal kucheza mechi nyingine ngumu ya La Liga baada ya siku 2. Wachezaji wanachoka, baadaye ataanza kupoteza mechi, na ligi kuu ya Spain safari hii imekuwa ni ligi tough sana. Unafikiri Barcelona wa moto, Atletico Madrid wa moto, Real Madrid wa moto. Zamani ilikuwa ni vita tu ya Barcelona na Real Madrid. This time around Atletico Madrid ameingia kwenye title racing ya. Unafikiri tusipompa masaa 72 asipoingiza timu uwanjani, nini kitatokea kwa Real Madrid? So far so good. Nafikiri chama cha soka cha nchini Spain kwa maana La Liga ni watu bora sana chini ya rais wao Javi Tebas. Ni rais bora sana. Nafikiri kuna jambo la kuliangalia. So far kuna sheria pia. Mchezaji anatakiwa kupumzika at least masaa 72. Kwa kama mtu amekaa masaa 78, siku inayofuata iko kwenye mechi, wana jambo la kulitazama. Hawatofikia kule Ulaya zetu kwa swala la ratiba, wako next sana na uheshimu sana mpira wa miguu. Sawa. Mtazamaji wa kilicho bora na sahihi kabisa, hii ni Downtown TV. Kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili kubaki na sisi kila mahali na kila saa tunapotoa taarifa zetu zenye uhakika za burudani kimataifa na kitaifa. Nilikuwa naye Big Boy Joe au Kibaba cha Kipogoro. Huyu ni mchambuzi na mbobezi kwenye masuala ya kisoka, akitupitisha kwenye taarifa mbalimbali zilizotokea wiki hii kitaifa na kimataifa. Mimi naitwa Ludovic Gaitan, Force number 9, nikiwa nawe kukuongoza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mpaka wakati mwingine tukutane juma lijalo. Sehemu ni hii na kipindi ni hiki. Kupitia comment section tupe swali lako lolote unalopenda kutuuliza, swali unalopenda kumuuliza Big Boy Joe au swali unalopenda kuuliza Downtown TV kwa ujumla kabisa. Mpaka wakati mwingine.